Amina. Basi simama kwa miguu yako wakati tunaenda kupokea mtumishi wa Mungu mahali hapa. Ninaomba uchape makofi mengi sana wakati mchungaji Paul anakuja madhabahuni. Ongeza makofi na vigelegele. Karibu sana. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Somebody says fire. Sijisikia vizuri. Mtu mmoja aseme fire. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana tafadhali. Basi ninaomba mweze kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema ya kipekee ambayo ameweza kunipatia ya kuweza kufika leo katika kanisa hili la Bethany Holy Church. Hakika ya kwamba Mungu ni mwema. Anastahili sifa na heshima na utukufu na uweza na adhama. Lakini pia nichukue nafasi hii niweze kumshukuru askofu pamoja na mama yetu kwa ajili ya kuweza kuniamini na kunialika katika semina hii au kongamano hii ili kwamba tuweze kufanya kile cha Bwana. Lakini pia nichukue nafasi hii niweze kuwashukuru wachungaji wengine walioko mahali hapa, ikiwepo rafiki yangu Pastor Aaron. May God bless you so much. Lakini pia nishukuru wazee wa kanisa na viongozi walioko mahali hapa na washirika wote kwa ujumla. Bwana awabariki. Jina langu naitwa Paul Salim Zayumba, lakini kwenye nida yangu imeandikwa Paul Salim Ramadhani. Ninaishi Arusha. Ni mchungaji mahali pale. Nimetoka kwenye dhehebu ambalo linaitwa Bethel Worldwide Church. Askofu wangu mkuu anaitwa Pantaleo Joseph Shao, na kwenye hilo dhehebu mimi ndiyo katibu mkuu. Lakini pia ni mchungaji. Nipo nachunga kanisa ambalo linaitwa Shekinah Glory. Liko pale pale Arusha, eneo ambalo linaitwa Ngaramtoni. Kwa maana hiyo, karibuni sana Arusha. Nimeoa mke mmoja na watoto wawili. Wa kwanza wa kiume anaitwa Genuine na wa pili ni wa kike ambaye anaitwa Bridget. Lakini naweza isifike mwezi wa 10 ukashangaa naitwa baba wa 3 tena. Hatuna miaka mingi kwenye ndoa. Huu ni mwaka wetu wa 7 kwenye ndoa. Kwa hiyo tunaendelea kujitafuta kwenye eneo la ndoa. Amina jamani. Lakini pia ni mwalimu katika vyuo vya kibibilia, chuo ambacho kinaitwa Nation to Nation Christian University, mahali ambapo mchungaji wetu ameweza kusoma. Kwa hiyo mimi ni mwalimu wake. Kwa hiyo nikisimama hapa licha mtumishi, lakini pia kwa kweli nikisimama hapa bado nasimama kama mwalimu wake. Na Mungu amewapa neema, wanaenda kugraduate, nafikiri itakuwa ni kwenye mwezi wa 6. Hawajawahi kufeli kwa kweli. Kwa hiyo ni vichwa. Amina jamani. Mimi ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia yetu. Nimetoka Namanga, mpaka mkubwa wa Kenya na Tanzania. Na kwenye familia yetu mimi ndio pekee nimeweza kupata neema ya kuokoka. Wengine bado wako huko mahali ambako umeweza kusikia majina yangu ya mwisho nilivyoweza kuyataja. Amina jamani. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kunipa neema hii ya kuokoka. Lakini pia nirudie tena kwa pongezi za dhati ziende kwa mchungaji. Kipindi nilipokuwa nafundisha chuo, akanambia, Pastor, if you're not occupied, I would like to welcome you to our church to say something. Nikamwambia, yani alijaribu kunialika, akanambia karibu kanisani kwetu, basi uweze japo kusema chochote, uweze kufundisha. Nikamwambia kwa wakati huu ni ngumu kwa sababu nimeshaweza kualikwa mahali. Kwa hiyo nikaondoka nikaenda Arusha.
Nilipoenda Arusha akanipigia simu siku moja. Akanambia, mtumishi, naomba nikualike kanisani kwa sababu tuna tukio la wiki ya Pentekoste, kwa hiyo karibu sana uweze kutuhudumia. Kwangu ilikuwa ni ngumu. Na ilikuwa ni ngumu kwa sababu gani? Mazingira ya kanisa yalivyo na jinsi ambavyo ananialika kwenye semina, niliache kanisa niweze kuja huko. Nikamwambia, hapana, ninaomba niweze kwanza, nitakujibu kwenye Ijumaa. Hiyo wiki alioniambia sana, nikamwambia nitakujibu kwenye Ijumaa. Lakini nikakaa chini na waza mazingira ukweli ya kutoka kanisani yalikuwa sio marahisi, ni magumu sana. Ni magumu sana. Ninawaza wale watoto ninawaachaje? Sasa nikiwaambia ni magumu, sina muda wa kuelezea historia kwa nini nasema kanisa ni gumu kuweza kuliacha. Lakini kuanzia mwezi wa 3 kuna sauti ilikuwa inaniambia, utaenda Dar es Salaam, nenda Dar es Salaam, utaenda Dar es Salaam, nenda Dar es Salaam. Sasa nikawa nakaa najaribu kujiuliza maswali mengi, au ndio ile ambayo niliambiwa nitaenda Dar es Salaam? Usiku alioniambia nikawa namuomba Mungu, sauti kaniambia nenda Dar es Salaam. Sasa nikawa namwambia Mungu, kanisa linakuaje? Mungu aliniambia kitu kimoja, kanisa sio la kwako, ni la kwangu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sijaja hapa kwa bahati mbaya, nimekuja hapa kwa sababu niko na Bwana, na lile kusudi Bwana alilokusudia litatimilika katika jina la Yesu. Kwa hiyo bahati nzuri nikapata mtu wa kumwachia mazingira ya kanisa, na yule mtu yuko kule anaendelea kwa ajili ya kulichunga kanisa. Kwa hiyo nishukuru sana mchungaji kwa kuniamini. Asante sana kwa kuniamini. Katika nyakati za leo ambazo tunaishi, ukiona unaaminiwa kwenye madhabahu ya mtu, basi mshukuru Mungu kwa sababu watu wameharibika. Na mimi ninaomba nitakuwa mtu sahihi kwenye hii madhabahu. Amen. Hii ni wiki ya Pentekoste. Tuko mahali hapa Jumatano, leo tuko Alhamisi, tuko Ijumaa, tuko Jumamosi mpaka siku ya Jumapili. Nataka nikuhakikishie hazitakuwa siku za kawaida. Mgeukie jirani yako, mwambie jirani, hazitakuwa siku za kawaida. Hazitakuwa siku za kawaida. Somo ambalo tunaenda nalo, najua tuko kwenye wiki ya Pentekoste, na Jumatatu mlikuwepo mahali hapa, Jumanne mlikuwepo mahali hapa. Kwa maana siku leo ni siku ya 3 kwenye hii wiki ya Pentekoste. Nitaenda na kichwa ambacho kinasema uamsho katika siku za mwisho. Uamsho katika siku za mwisho. Uamsho katika siku za mwisho. Kichwa cha somo kitasema au kinasema uamsho katika siku za mwisho. Uamsho katika siku za mwisho. Au bi yake unaweza kuandika namna hii: uamsho wa moto, uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu katika siku za mwisho. Bi yake unaweza kuandika uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu katika siku za mwisho. Uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu katika siku za mwisho. Uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho. Lengo la somo hili ni nini? Lengo la somo hili ni mlipuko wa nguvu za Roho Mtakatifu. Hebu tuseme nyuma yangu: mlipuko wa nguvu za Roho Mtakatifu. Naomba tuseme basi kwa sauti ya ushindi: mlipuko wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo malengo au lengo la somo hili na hii wiki nzima tunachokitarajia ni mlipuko wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa maana kwamba katika hizi siku tulizonazo tunahitaji katika hili kanisa la Bethany Holy Church mlipuko wa nguvu za Roho Mtakatifu uweze kutokea mahali hapa, na mimi nakuhakikishia kwamba mahali hapa kutatokea mlipuko katika jina la Yesu. Narudia tena, mahali hapa patatokea mlipuko katika jina la Yesu. Na itatokea kwenye kanisa na itatokea ndani ya mtu mmoja. Kwa maana hiyo natamani uweze kuwa tayari, kwa maana itatokea mlipuko ambao sio wa kawaida. Somebody says fire. Kwa hiyo itatokea mlipuko mahali hapa kwenye hizi siku 5, kwenye hizi siku ambazo ni 5, siku ambazo ni 5.
Kwa hiyo somo linasema uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu katika siku za mwisho, au uamsho katika siku za mwisho. Naomba leo niweke msingi fulani mzuri sana, alafu kesho tutaendelea zaidi sawa sawa na maongozi ya Roho Mtakatifu. Kwa nini kuna neno siku za mwisho? Kwa nini kuna neno siku za mwisho? Kwa nini kuna neno siku za mwisho? Naomba andika maandiko haya. Andika Mathayo 24:36 hadi 43. Mathayo 24:36 hadi 43. Andika andiko lingine, Yohana 5 mstari wa 25. Andiko la kwanza Mathayo 24 mstari wa 36 mpaka ule wa 43. Andiko lingine andika Yohana 5 mstari wa 25. Yohana 5 mstari wa 25. Andiko lingine andika Wakorintho wa kwanza 15:50 mpaka 54. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50 mpaka 54. Andiko lingine andika Warumi 14 mstari wa 9. Warumi 14 mstari wa 11 hadi wa 16. Naomba nianze kusoma Mathayo 24. Nimekuambia uandike ili kwamba usipate nafasi nikisema andiko unaanza kuandika. Nataka nisome yote ili kwamba tufunge kabisa Biblia. Anasema hivi kuanzia mstari ule wa 36. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Tusome na hiyo Yohana 5 mstari ule wa 25. Anasema hivi: Amin, amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale wasikiao watakuwa hai. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale wasikiao watakuwa hai. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50 mpaka ule wa 54. Anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 50 mpaka 54. Anasema, ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haiziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutoharibika. Angalieni, na waambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu kufa uvae kutokufa. Basi uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushindwa. Wapi mauti kushinda kwako? Wapi mauti uchungu wako? Tusome Warumi 14 mstari wa 9. Warumi 14 mstari wa 9. Anasema hivi, naomba tuseme nyuma yangu. Sema, maana Kristo alikufa
akawa hai tena. Kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Warumi 2:11, hii naomba tutaisoma muda sio mrefu. Kwa nini katika somo langu kuna kipengele kinachosema au tunasema uamsho katika siku za mwisho? Ninazungumza mambo hayo, utasema mbona ni wiki ya Pentekoste alafu tunazungumza mambo haya? Mwambie jirani yako, tulia, msikilize Bwana anasema nini. Kwa hiyo nini tunasema kwa habari ya siku za mwisho? Nimeweza kuweka mali hapo katika hukumu ambayo Mungu ataitoa. Ile siku ya hukumu itaweza kusimama katika nyakati kuu tatu, ijapokuwa kitheolojia kuna nyakati nyingi zaidi hizo tatu, lakini mali hapa nitasema nyakati tatu. Kwa hiyo kuna nyakati tatu ambazo wanadamu wote wameweza kupita kwenye hizo nyakati tatu. Maana yake ni kwamba Mungu atakapo hukumu ile siku ya mwisho, atahukumu kupitia nyakati tatu. Atahukumu kupitia nyakati tatu. Nyakati ya kwanza ni nyakati ambazo zinaitwa nyakati za dhamira. Nyakati za nini jamani? Leo ninaweka msingi, kesho tujue tutakujaje mali hapa. Tunaweza kusimama na Roho Mtakatifu kutembea. Kwa hiyo ninaomba siku ya kesho unapokuja, siku yoyote usije kwa desturi, hauwezi jua kwamba inakuwaje. Kwa hiyo nyakati za kwanza ni nyakati za sheria. Dhamira. Na hii nyakati dhamiri ilianza kuanzia wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa. Maana yake ni kwamba dhamiri ilipofika wakati wa Musa ikawa imeweza kufika kikomo. Nitakueleza vizuri, nitarudia. Nyakati ya pili ni nyakati za sheria. Nyakati za sheria zilianza kuanzia wakati wa Musa mpaka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake ni kwamba sheria ikakomea pale. Nyakati za tatu ni nyakati za neema. Neema ilianza kuanzia wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo mpaka kurudi kwake mara ya pili. Tuko pamoja mpaka hapo jamani? Nyakati za kwanza tumesema ni nyakati za, ya pili, ya tatu. Mpigie Bwana Yesu makofi tafadhali. Ni darasa zuri. Kwa hiyo kuna nyakati. Kwa hiyo tuanze na dhamiri. Dhamiri ni nini? Hii dhamiri ilianza kuanzia wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa. Maana yake dhamiri ni uwezo wa kiungu, uwezo wa Mungu alioweka ndani ya mwanadamu wa kuweza kutambua mema na mabaya. Mema na mabaya. Maana yake ni kwamba huu uwezo ulikuwepo kabla ya mwanadamu huu uwezo haukuwepo kabla mwanadamu hajatenda dhambi. Maana yake mwanadamu alipotenda dhambi, ile hali ya uungu na kutembea katika uungu ikawa imeondoka. Na ndio maana dhambi ilipoingia ikaondoa ile hali ya uungu, na baada ya mwanadamu kula tunda, ule uwezo wa kujua mema na mabaya ukawa umeweza kuinuka ndani yake. Maana yake mwanadamu hakawa hatembei katika maongozi ya kiungu, ikafika mahali anatembea katika dhamiri ambao ni uwezo wa kutambua mema na mabaya. Maana yake ni kwamba Mungu atakapokuja kuhukumu ulimwengu, kuna watu ambao wataweza kuhukumiwa kwa kitu ambacho kinaitwa dhamiri. Kabla sijafika mbali, ninaomba sasa tufungue kile kitabu cha Warumi. Kile kitabu cha Warumi. Warumi 2:11 hadi 16. Warumi 2:11 hadi 16. Anasema hivi: kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Sema hakuna upendeleo kwa Mungu. Anasema hivi: kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa kwenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa, tuseme watu wa mataifa,
wasio na sheria, anaendelea kusema hivi, wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Taurati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Taurati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia. Sema, dhamiri yao ikiwashuhudia. Tuseme tena, na mawazo yao wenyewe kwa wenyewe yakiwashitaki au kuwatetea. Okay, kwa maana hiyo kuna watu ambao watahukumiwa kwa dhamiri. Nikasema dhamiri ilianza kuanzia Adamu mpaka wakati wa Musa. Maana yake ni kwamba wakati wa Musa dhamiri ilifika mwisho, sheria ikaja. Lakini sheria walipewa wana wa Israeli, hawakupewa mataifa yote. Sheria walipewa wana wa Israeli, hawakupewa mataifa yote. Maana yake tunakuja namna hii. Tunaweza kusema kwa mfano, wakati hukumu ya Bwana itakapokuja, mababu zetu ambao walikuwa naishi Afrika hawakuwa na sheria ya Musa, hawakusikia neema ya wokovu, walikuwa wanaishi tu kwa Afrika, walikuwa huko Dar es Salaam miaka ya zamani. Je, ile siku ya mwisho watahukumiwaje? Biblia imesema kwenye kitabu cha Warumi watahukumiwa kwa kitu ambacho kinaitwa dhamiri. Kinaitwa nini jamani? Kinaitwa dhamiri. Maana yake ni kwamba anasema hakuna upendeleo kwa Mungu. Dhamiri ilikuwa ipo, na ndio maana hapo zamani mababu zetu walikuwa wanaweka sheria zilizo nzuri kwenye jamii. Walikuwa, kwa mfano, nini kilichokuwa kinawaambia kutembea na mke wa mtu ni vibaya? Nini kilichokuwa kinawaambia kumuua mtu ni vibaya? Nini kilichokuwa kinawaambia wazee wetu kwenda kusogeza mpaka wa jirani ni mbaya? Maana yake ni kwamba kulikuwa kuna ile dhamiri ya kiungu iliyokuwa ndani inayowaambia hichi ni kibaya na hichi ni kizuri. Maana hiyo ni kwamba kuna dhamiri ilikuwa inawaambia hichi ni kibaya. Ile dhamiri iliyokuwa inawaambia hichi ni kibaya, wakajikuta wanatenda kile kilicho kibaya. Maana yake ni kwamba ile dhamiri ilikuwa inawashtaki moja kwa moja mbele za Mungu. Kwa maana hiyo, kwa Mungu hakuna upendeleo. Wanasema kwamba sisi sio wana wa Israeli, tulikuwa hatuna sheria, sisi tulikuwa hatuna masuala ya wokovu. Mungu atawaambia, niliweke dhamiri ndani yenu ya kujua mema na mabaya. Kwa maana hiyo, dhamiri yako ilikuambia hii ni mbaya na wewe ukafanya, maana yake utaenda kwenye moto. Ilikuwa ni dhamiri. Kwa hiyo dhamiri ikawa inajongea. Ikafika sheria wakapewa wana wa Israeli. Walipopewa wana wa Israeli, mataifa mengine yalikuwa hayana sheria bado. Maana yake taifa la Israeli peke yake ndilo ambalo lilikuwa lina sheria. Sasa kwa sababu taifa la Israeli waliweza kupewa sheria, maana yake ni kwamba taifa la Israeli hawatahukumiwa kwa dhamiri wakati wamepewa sheria, wenyewe watahukumiwa kwa dhamiri. Lakini mataifa mengine ambayo yalikuwa hayana sheria bado wataendelea kuhukumiwa kwa kitu ambacho kinaitwa dhamiri. Bwana asifiwe. Dhamiri ikasonga ikaenda. Ikafika wakati Bwana wetu Yesu Kristo akazaliwa. Yesu alipozaliwa akaja akafa msalabani. Nisikilize. Na sitaki kuongea magumu sana nisije nikaa. Agano la kale lilianza pale jangwani. Halikuanza kwenye kitabu cha Mwanzo. Hii ni kitheolojia. Sasa mchungaji, naomba Bible study Jumapili nifundishe. Unaniruhusu? Pigeni mchungaji makofi tafadhali. Baba yetu, viongozi, mmeniruhusu? Asante. Tafundisha Bible study Jumapili kanisani mahali hapa. Say fire! Na Jumapili itakuwa ni Holy Spirit Festival. Haitakuwa ni ibada ya kawaida. Jumapili itakuwa ni sheria ya Roho Mtakatifu. Maana yake ni kwamba ile siku ambayo tunaadhimisha Pentekoste ndio Jumapili yenyewe. Na hiyo siku mahali hapa itakuwa ni sheria ya Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo, kwa ambao hawajaja, uambie Jumapili tumetangaziwa itakuwa ni sherehe. Haleluya. Haleluya. Maana yake Jumapili tunataka mlipuko. Sio kwamba katikati ya wiki hatutaomba, lakini ile tunapo finalize Jumapili itakuwa ni Holy Spirit Festival. Maana yake ni kwamba tunataka tuone maadhimisho ya Roho Mtakatifu. Watu wajae mpaka tuache wengine mahali hapa alafu tuende nyumbani. So Sunday will be fire. Somebody says fire. Kwa hiyo ninaomba
anza kujiandaa. Hii katikati ya wiki lolote linaweza likatokea. Na Jumapili ndio tunamaliza kila kitu. Tutasema zaidi. Kwa hiyo Agano la Kale rasmi lilianza walipokuwa wametoka Misri. Kama sikosei ni kwenye Kutoka 27. Maana yake ni kwamba Agano Jipya na lenyewe likaanza wakati Yesu amekufa msalabani. Agano Jipya halijaanza wakati Yesu amezaliwa. Maana yake nini? Hakuna agano pasipo damu. Agano lolote lina sadaka. Na ndio maana Agano la Kale rasmi lilianza pale jangwani kwa njia ya damu. Agano Jipya linazaliwa kwa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Na ndio maana anapokufa Yesu pazele hekalu linapasuka. Linapopasuka maana yake ni kwamba anamaanisha patakatifu pa zamani pamefika mwisho. Kwa damu yake amezaa agano lingine ambalo ni agano lililo bora. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sheria ikaenda. Sheria ilipoenda, Yesu Kristo akaja kafa msalabani. Siku Yesu amekufa msalabani, maana yake sheria ni mwisho. Imekuja nyakati mpya, inaitwa nyakati za neema. Neema maana yake ni kustahilishwa kusiko kustahili. Maana yake ni kwamba wakati tulikuwa tu wenye dhambi, Yesu Kristo akaja kafa msalabani. Sio sisi tuliomuita, alikuja mwenyewe. Tulikuwa tu wenye dhambi, hatustahili, lakini akasema haiwezekani, ijapokuwa wastahili, lakini mimi nashuka kwa damu yangu ninaenda kuwastahilisha. Tulikuwa tuwezi kuingia mbinguni, lakini damu ya Yesu imetustahilisha kuweza kuingia mbinguni. Na ndio maana hatuendi mbinguni kwa sadaka ya mto. Hatuendi mbinguni kwa sadaka ambazo tunatoa. Tunaenda mbinguni kwa sadaka ile ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu akaja kafa msalabani. Alipokufa msalabani, akaleta nyakati mpya ambazo zinaitwa neema. Kwa hiyo dhamiri, sheria, neema. Neema maana yake ni kwamba watu hawahukumiwi tena kwa dhamiri, kwa sheria, wanahukumiwa kwa kitu ambacho kinaitwa neema. Sasa maana yake ni kwamba atakayemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyu ataokoka na ataweza kurithi uzima wa wapi? Uzima wa milele. Maana yake ni kwamba sasa sio kwamba neema ilipokuja dhamiri ilikuwa ifanye kazi. Mababu zetu walioko hapo Tanzania wangeweza kusema kwamba wokovu ulipokuwa umekuja umeanzia kule Israel, imeanzia Mashariki ya Kati, mara ikaenda kule Europe, mpaka imekuja Afrika imechelewa. Kwa hiyo sisi bado tuko salama. No, wakati wokovu ulipokuja dhamiri bado ilikuwa inafanya kazi. Maana yake ni kwamba wokovu ulikuwa unaenea taratibu, ambao walikuwa hawajafikiwa na neema wokovu, bado ile dhamiri ilikuwa inafanya kazi ndani yao. Ndio maana hatuingii mbinguni kwa sababu umeishi hujaiba. Hauingii mbinguni kwa sababu hujatukana. Hauingii mbinguni kwa sababu haujasema uongo. Unaingia mbinguni kwa sababu umemwamini Yesu. Hauendi motoni kwa sababu umeiba, umefanya uzinzi. Unaenda motoni kwa sababu hujamwamini. Maana yake ni kwamba ukimwamini Yesu hawezi kutenda dhambi. Mtu anasema amemwamini Yesu alafu anatenda dhambi, no, huyu hajamwamini Yesu. Kwa maana aliyeokoka hatendi dhambi kwa sababu uzao wa Mungu unaketi ndani yake. Kama mtu yuko kanisani maisha yake na dhambi, maana yake huyo mtu hajaokoka. Anasema ameokoka, huyo bado anatakiwa apige magoti, aongoze sala ya toba. Ukimwamini Yesu huwezi kutenda dhambi. Kwa hiyo nyakati ile kuja ni neema. Neema tunasema ndio nyakati ya mwisho, hakuna nyakati nyingine. Tunasubiria ujio wa Bwana wetu Yesu. Tumeelewana mpaka hapo? Neema ndio nyakati za nini? Ndio nyakati ya mwisho. Kwa hiyo kwa sababu neema ni nyakati ya mwisho, tokea siku Yesu Kristo amekufa msalabani, maana yake tunasema tumeanza siku za mwisho. Maana yake hakuna siku zingine tena. Tulikuwa na siku za dhamiri, tulikuwa na siku za sheria, sasa imekuja neema. Yesu Kristo amekufa msalabani, nyakati za mwisho zikaanza kutokea pale msalabani. Maana yake kuna siku za mwisho na siku ya darasa. Kuna siku za mwisho na siku ya Kuna siku za mwisho na siku ya mwisho. Kuna siku za mwisho na siku ya Siku za mwisho tunazijua. Mpaka leo tuko kwenye siku za nini? Za mwisho. Lakini siku ya mwisho hatuijui. Ndio maana Yesu alisema kwa habari ya siku ile, sio siku zile. Alisema kwa habari ya siku ile hakuna ijuae. Lakini kwa habari ya siku za mwisho, tokea Yesu Kristo amekufa msalabani,
mpaka leo tuko kwenye siku za mwisho. Maana yake ni kwamba mahali hapa ni siku Yesu alikufa msalabani, hapa zimeanza siku za mwisho. Kule hivi ndio siku ya mwisho. Maana yake ndani ya siku za mwisho tunapiga hatua kuelekea siku ya nini? Tunapiga hatua kuelekea siku ya mwisho. Kwa hiyo kila uamkapo leo unapiga hatua kuelekea kwenye siku ya mwisho. Tunapiga hatua kuelekea kwenye siku ya mwisho. Okay. Ile siku ya mwisho maana yake ni siku ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, au tunazungumza kwa habari ya unyakuo wa kanisa. Sina muda wa kuzungumza dalili za siku za mwisho, lakini ukiangalia habari ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa dalili zinavyoonyesha yuko karibu sana kuweza kuja kwa ajili ya kulichukua kanisa lake. Anasema hivi, naenda kwenye pointi yangu sasa. Ile siku atakapokuja ambayo ni siku ya mwisho, hakuna ambaye anaijua. Anasema inawezekawa, anasema inafananishwa na siku za Nuhu. Wakati wa siku za Nuhu, watu walikuwa wakila, watu walikuwa wakinywa, watu walikuwa wakifanya biashara zao. Mungu anamwambia Nuhu, jenga safina Nuhu, kwa maana iko siku gharika inakuja. Nuhu anajenga safina, watu wanamdharau Nuhu. Nuhu anawaambia jamani, gharika inakuja. Nuhu anapita kila mahali akihubiri kwa habari ya gharika. Wanakuja na mwambia baba Nuhu, baba Nuhu, baba Nuhu, wewe umechanganyikiwa. Unajengaje safina mahali ambapo hakuna hata bahari, mahali ambapo hakuna hata ziwa? Ingekuwa leo unajenga boti kule Arusha, ungesema hata unaweza kuisafirisha kwa gari. Wanamuona Nuhu amechanganyikiwa. Ingekuwa ni siku za leo, wangemwambia mzee, ile bangi ulikuwa unavuta utotoni imekuchanganya mheshimiwa. Unajengaje maili sehemu ambapo hakuna bahari? Ikapita miaka na miaka na miaka, wakamuona Nuhu amechanganyikiwa. Ikafika siku moja, dalili za mawingu zikaanza dalili za mvua, mawingu inaanza kutenda hewani. Wakasema aise, inamaanisha msimu huu mvua umewahi. Mvua zimewahi sana, mvua zimewahi sana. Lakini Nuhu akiangalia anasema pana, kuna majira ambayo yamekuja. Leo hii tuko tunahubiri injili ya kwamba Yesu anakuja kwa ajili ya kulitoa kanisa lake. Kuna wengine watatusikia, wengine wanapuzia, wanasema walisema anakuja, yamkini amepotea njia. Nataka nikuambie jambo moja, hatujatanganyikiwa. Yesu yuko njiani kwa ajili ya kuchukua kanisa lake. Na ndio maana anataka kanisa liandaliwe, lisiwe kanisa dhaifu, liwe kanisa lenye nguvu. Kwa maana anasema ya kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba yake utakuwa mkuu. Na ndio maana anataka uamsho, hataki kanisa lililo dhaifu. Bwana asifiwe. Hataki kanisa lililo dhaifu. Nuhu wanamwona amechanganyikiwa. Ghafla wakaona dalili ya mawingu. Akasema mvua za sasa hivi zimekaribia sana. Zimekaribia sana. Walipokuwa wanasema zimekaribia, mvua ikaanza kunyesha. Wakasema afadhali hebu tuweke hata vitu vyetu nje hata tuweze kupata maji ya mvua. Wakaweka. Ghafla nyumba zinaanza kuvuja. Wanaweza kusema hii mvua ni kubwa sana. Wakati huo Nuhu ameingia kwenye safina. Ghafla wanaona mafuriko yanakuja. Wanasema mbona hii mvua imekuwa ni kubwa sana? Kuna nini? Ghafla nyumba zinaanza kusombwa. Ghafla mifugo inaanza kuondoka. Wanaanza kukumbuka maneno ya Nuhu. Wakati huo Nuhu yuko zake kwenye safina. Sikiliza, Nuhu alijenga safina, lakini Nuhu akufunga mlango wa safina. Alifunga mlango wa safina ndiye Mungu mwenyewe aliyofunga. Ni kweli tunahubiri injili, lakini siku Yesu akija hatuwezi kufunga huo mlango wa wokovu. Anaifunga ni yeye mwenyewe. Wakakimbia kwa Nuhu. Sikiliza, safina ya Nuhu iliweza kubeba wanyama. Usidharau neema wokovu uliopata leo. Usidharau sauti unayosikia kwa habari ya wokovu. Wale wasiofaa wanaweza wakaingia mbinguni, wale ambao unaona wanafaa wakabaki. Biblia inasema hivi, makahaba watatutangulia. Wale wasiofaa, wanyama waliingia kwenye safina. Kwa hiyo Nuhu wamekaa pale wanamlilia baba Nuhu. Na ndio maana Yesu akasema zitakuwa ni kama siku za Nuhu. Yesu anaweza kuja yamkini ni siku ya Jumapili. Tuko kanisani siku ya Jumapili mahali hapa. Praise wanaimbisha mahali hapa. Praise wanaimbisha mahali hapa. Wakati wanaimbisha Yesu anaweza kushuka namna hiyo wakati wa praise.
Huyu mwana praise kama ni anatuimbisha, ni mfano ndugu yangu, samani siseme ndio hivyo, nachukulia mfano. Huyu mwana praise kama ni anaimbisha yupo vizuri. Biblia inasema kufumba na kufumbua watu hawapo. Anashangaa anaimbisha akifungua macho haoni watu. Inaweza shangaa uko mali hapa ni Jumapili, mchungaji amesimama hapa anafundisha, ghafla unashangaa mchungaji ameondoka, hayupo. Inaweza ikatokea ni Jumapili. Inaweza ikatokea ni Jumapili. Inaweza ikatokea ni wakati huo umeinuka, wewe ni mfanya biashara wa kimataifa. Wakati huo uko njiani unaenda zako China kwa ajili ya kuchukua mzigo. Uko kwenye ndege na unakopo kwenye ndege, kumbe piloti, kiongozi na piloti msaidizi wameokoka, wanamshika Yesu, wanayakuliwa. Mnabaki kwenye ndege ambao hamjamshika Yesu. Sio wakati mrahisi unavyofikiri. Sio wakati mrahisi unavyofikiri. Wakati huo uko zako kwenye gari, unaenda Iringa, dereva anatembea speed 80. Dereva ameokoka anachukuliwa, hakuna ambaye anaweza kuendesha gari huko ndani. Sio wakati mrahisi. Sio wakati mrahisi. Biblia inasema hivi, watakuwepo watu wawili shambani, mmoja atwaliwa mwingine aachwa. Inaweza ikatokea ni usiku wa manane umelala. Inaweza ikatokea ni usiku wa manane umelala. Wakati kwa kitandani, baba anainuka, anamgusa mke, anaona mke hayupo. Anamka anajiuliza, mke wangu ameenda wapi? Akiangalia mlango umefungwa kwa ndani, anafungua, anaenda chumba cha watoto, anagonga, hakifunguki. Anavunja, akivunja hamna watoto. Akitoka nje akiangalia, anaona na jirani mwingine. Sio wakati unakaa kwenye gorofa, anaangalia kule kwenye, unaangalia mwingine anatoka kule. Anapotoka, aise ndugu, natafuta watoto wangu. Hata mimi Simoni, twende polisi. Mnatoka njiani mnakutana watu 100. Mkienda polisi, polisi anakuambia, hata mimi nilikuwa na polisi mwenzangu hapa, sijui ameenda wapi. Sijui ameenda wapi. Bwana tusaidie. Inaweza ikatokea ni uko kazini. Inaweza ikatokea majira yote na saa yoyote. Biblia inasema mmoja ataliwa mwingine aachwa. Haitakuwa nyakati nzuri siku hiyo. Haitakuwa nyakati za furaha. Wale ni wale ambao watakuwa wameachwa. Wale ni ule ambaye atakokuwa ameweza kubaki. Ndio maana wokovu sio kitu cha mzaa. Anasema shika sana ulicho nacho. Ogopa dhambi kuliko chochote. Ogopa dhambi kuliko chochote. Yesu akija asije akaja alafu akakuacha. Hauendi mbinguni kwa sababu wewe ni Mkristo. Unaenda mbinguni kwa sababu wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kila aliye na jina la Joni, hata kama ni mlevi, akienda kusajiliwa popote kwa sababu jina lake ni Joni, ataambiwa huyu ni Mkristo, lakini sio mwanafunzi wa Yesu. Tafuta kuwa mwanafunzi wa Yesu ili kwamba uweze kuiona mbingu. Maana yake utaishi maisha ya kumtafuta Yesu Kristo. Kwa hiyo haitakuwa ni nyakati nzuri, haitakuwa ni nyakati za furaha. Watu watalia na kusaga meno. Yamkini ni sisi wachungaji, wakati umefika mahali tumepotoka. Tunaishi tu kwa sababu tunaishi. Tunahubiria wengine Yesu anaokoa, wengine wanaenda mbinguni. Yesu akija hiyo siku hakuchukui kwa sababu ni mchungaji. Yesu hiyo siku akija hachukui watu kwa sababu anasema mimi nilikuwa na sali Bethany Holy Church, mimi ni MTAG, mimi ni Roman Catholic. Dini yako inabaki hapa. Mbinguni wanaenda watakatifu, watu ambao wamesema ya kwamba mimi namtaka Yesu Kristo. Kwa hiyo hazitakuwa ni nyakati za furaha, hazitakuwa ni nyakati za amani. Itakuwa ni wakati wa kilio, itakuwa ni wakati wa huzuni, watu wataomboleza. Lakini wakati huo mlango wa wokovu umeweza kufungwa. Mlango wa wokovu umeweza kufungwa. Sasa ili kwamba Yesu aje, lazima kanisa lake liweze kutengenezwa. Na ndio maana tunazungumza uamsho. Kwa nini Yesu anataka kuleta uamsho? Maana yake ni kwamba anataka kanisa litengenezwe. Hataki kanisa dhaifu. Kwa maana kanisa lilipo sasa hivi, Yesu akija leo kulichukua ni ngumu. Kanisa limekuwa dhaifu. Sasa hivi imefika mahali dhambi imeingia mpaka kanisani, na sio kanisani, imeingia mpaka madhabahuni.
Watu hawana hata hofu tena ya kutenda ya dhambi. Hakuna hofu ya dhambi. Yote ni nini? Kuna kitu ambacho kimepungua kwenye kanisa. Na kilichopungua ni kitu ambacho kinaitwa uamsho. Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu zimepungua kwenye kanisa. Leo hii inafika mahali mwanandoa na mwanandoa wao kanisani. Tena ni ibada ya Jumapili. Nazungumza vitu ambavyo na uzoefu nazo. Mmoja amekaa kwenye ile kona kule, tena na mume wake. Na huyo mwingine amekaa kuna mume wake. Yule baba anamtumia message huyu. Oya, naona leo kuna huyo boya. Na huyo hapo anajibu. Leo si ibada ishe tu haraka. Sasa angalia bana sikuone. Leo tunaenda kukutana wapi? Wanapanga hadi hoteli ya kwenda kukutana. Ni wanandoa, wanachat kanisani. Nini kimetokea kanisani? Hakuna hata hofu. Kuna shida gani? Hakuna hata hofu kwamba kufika mahali watu waseme kwamba namuogopa Mungu. Mtu yuko kanisani. Vitu nazungumza vitu ambavyo uzoefu navyo. Anachati na daktari kwamba huyo uzito lazima niweze kutoa. Wazazi wangu wakija kugundua ni hatari sana. Yuko kanisani. Sema tupone. Maana yake kuna shida ambayo iko kanisani. Na hiyo shida iliyoko kanisani inamhitaji Roho Mtakatifu aweze kushuka kanisani na kuweza kulikomboa kanisa lake. Kabisa, haleluya. Siku moja tuko tunaenda mahali tukaongea na vijana. Vijana kaniambia akasema, mchungaji, unajua dunia sasa hivi mbadilika sana. Na ni wa kanisani na wengine ni viongozi kwenye hilo kanisa. Akasema, mchungaji bana, mimi sasa hivi nikimchumbia mwanamke lazima kwanza, wanawake sasa hivi wengi wameshatoa ujauzito kutosha. Kwa hiyo anaweza sipate mimba. Kwa hiyo lazima kwanza nimtesti niweze kujua kama ana uwezo kubeba ujauzito, alafu niweze kufunga naye ndoa. Ni kanisa, makanisa haya ya Kipentekoste ndio vitu ambavyo vinaendelea. Maana yake hofu ya Mungu haipo kwenye kanisa. Mmoja wa kike akasema hivi, chunga, unajua mwalimu nini, siku hizi wanaume hawawezi. Kwa maana hiyo mimi sitaki kwenda kuingia ndani nikakutana na mwanamume mzigo. Kwa hiyo lazima tutesti kwanza huku nje nijue kama anaweza. Kitu ambacho sio kibibilia. Lakini ni mitazamo iliyopo. Ni mitazamo iliyopo. Na kanisani unakuja kusali. Kuna kitu kimepungua kwenye kanisa na Roho Mtakatifu anataka kiweze kurudi. Kabisa, haleluya. Miaka ya zamani nilikuwa na hadithi na Askofu Pantaleo Joseph Shao, na mimi nilipokuwa kabla sijaokoka nilikuwa naona baba yetu hapa anaweza kuwa shuhuda mzuri. Miaka ya zamani mtu alikuwa hata akitengwa kwa ajili ya dhambi kwenye kanisa, watu wanalia na kugaragara kanisa zima. Ametengwa kwa sababu ya dhambi. Sasa hivi mtu akitengwa anasema, mchungaji maliza haraka bana tuondoke. Hamna conviction ya dhambi kwenye kanisa. Kabisa. Imefika mahali zamani mtu akitenda dhambi akikaribia kwenye mlango wa kanisa, nafsi yake inamwambia hapana, hii sio sehemu yako. Denda anaondoka, nenda chooni, anatubu. Bwana naomba unisamehe, nimesema uongo. Anaona ni sehemu patakatifu. Lakini nyakati za leo tumeondoa dhambi kule nje, tumeleta dhambi kanisani. Hiyo ni kweli kabisa. Inafika mahali sasa hivi kwenye kanisa mpaka huko madhabahuni wanatafulana. Sisemi hapa, nazungumza kanisa kwa ujumla. Amina jamani. Unakuta hata waimbaji wanamalizana huko, alafu wanakuja mahali hapa wanaimba. Uvuvio gani ambao unaingia kwenye kanisa? Sio waimbaji tu, ndio leo hadi kwa watumishi tunavua hadhi ya ubaba. Wanafika mahali wanaweza kutembea na watoto wao wa kiroho. Maana yake huyo sio baba tena, wanakula kondoo. Maana yake tunalijenga kanisa la namna gani? Na ndio maana Roho Mtakatifu anasema katika majira ambayo anataka kuweza kuja kulichukua kanisa lake, anahitaji matengenezo ya kanisa. Na matengenezo ya kanisa lazima Roho Mtakatifu ashuke ili uje uamsho wa kweli kwenye kanisa. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo Yesu Kristo yuko njiani kwa ajili ya kulichukua kanisa lake. Na Biblia inasema hiyo siku anapokuja parapanda italia. Sasa nikwambie ukweli, parapanda inaweza silie au parapanda inaweza ikalia. Kwa nini alisema parapanda? Alikuwa anazungumza kwa lugha ya utamaduni wakati ule. Watu walipokuwa wanaitwa, yamkini ni mfalme anatiwa mafuta, au kulikuwa kuna sababu ya vita, ilikuwa inapigwa yale matarumbeta kama sikosei, yanapigwa kuwaita watu. Kwa hiyo parapanda maana yake ni wito. Na ndio maana Biblia pale imesema wafu watasikia sauti, maana yake ni wito.
Atakayesikia ile sauti sio kila mtu. Iwe ni parapanda au ni wito vyovyote, lakini sio kila mtu. Atakayesikia ni yule aliyoko tayari, ni yule aliyoko msafi. Kabisa. Tu atakayesikia ile wito. Na Biblia inasema hivi, wafu waliokufa katika Kristo wataanza wao kwanza. Maana yake ni kwamba hata Abraham, kina Musa, kina Yakobo walikufa katika Kristo. Na ndio maana baada ya Yesu kufa, Biblia inasema hivi, alikufa awamiliki walio hai na walio kufa. Yani Yesu alikufa amiliki walio hai wakati ule na walio kufa. Na ndio maana baada ya kufa alienda kuzimuni kwa wale waliokuwa wanakaa sehemu pazuri, kwa sababu kuzimuni wakati ule ilikuwa imegawanyika mara mbili, pabaya na pema. Aliwaendelea wale walio mema, akawapelekea habari njema ya Injili, akawaambia mimi ni Kristo, nimekufa kwa ajili ya walio wenye dhambi. Na Biblia inasema aliwahamisha. Oh yes. Kuanzia wakati ule, ndio maana Biblia inasema hivi, miili ya watakatifu. Wakati ule watakatifu gani? Hakuna aliyeokoka, hakuna aliyekuwa ameokoka. Watakatifu ni wale ambao walikuwa wameishi kabla ya wokovu, wakati wa dhamiri na sheria, waliishi maisha mema. Aliwahamisha. Ndio maana miili ya watakatifu kaonekana Yerusalemu. Aliwahamisha akawapeleka mahali panaitwa paradiso, yani peponi. Bwana asifiwe. Amina. Kwa Biblia inasema kwamba wafu waliokufa katika Kristo wataanza kuchukuliwa wao, wataanza kufufuliwa wao kwanza, kisha sisi tulioko hai. Maana yake tulioko hai tunabadilishwa miili na kuwa miili ya kutokuharibika. Maana yake ni kwamba sasa, naomba katibu na masimama pale. Huku ni mbinguni, katibu yuko duniani. Huyu ndio kanisa, si ndio jamani? Huyu ni kanisa. Sasa wakati huyu Yesu anakuja kulichukua kanisa lake. Kanisa linapali linaenda linakutana katikati na Yesu. Kuna ule wimbo, naomba tuimbe pamoja. Waliookoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda wapi kumlaki Bwana Yesu mawi, naye mtumishi hatakuwa amekwisha nyakuliwa, kwenda wapi Bwana Yesu. Huo wimbo sio kuimba kwenye msiba. Huo wimbo natakiwa tuimbe kanisani, tukumbushane kwamba Yesu anakuja kulichukua kanisa lake. Ndio. Kuna watu wanaogopa kuimba, wanasema mbona niimba msibani? Kama natakufa. Hatujataja mauti. Tumezungumza kwa habari ya Yesu Kristo kuja, na tunazungumza kwa habari ya kunyakuliwa. Amina. Kwa hiyo wakati huo Yesu anashuka na jopo la malaika, wakiwa na furaha na shangwe na nderemo. Wakati huo wanakutana. Wimbo gani mzuri unaomhusu Yesu na watu wake? Naam. Yes, sasa hiyo wanakutana. Yesu anapokuja malaika wanaimba kukiwa na matarumbeta. Walafu unajua wanaimba wimbo gani? Njoo sasa. Hana meremeta Simeni basi. Ana meremeta Bwana Yesu ana meremeta. Kanisa lina meremeta. Wanakuja Yesu anakutana na mimi, Yesu anakutana na wao walio tayari. Tunakutana hewani. Yesu anakuambia kwamba nimekumisi mpenzi mpole wa moyo wangu, imekuwa ni muda mrefu nilikuwa natamani nikutane na wewe, tuende mbinguni. Wanaenda kwa shangwe na nderemo, wakanemba ana meremeta ana meremeta. Bwana Yesu ana meremeta. Tunaenda kule mbinguni kwa nani? Tunaenda mbinguni kwa Baba. Lakini watakaoenda ni wale ambao wameishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana tunazungumza uamsho katika siku za mwisho. Maana yake ni kwamba kuna uamsho Roho Mtakatifu anataka kuleta, ili kwamba uweze kuleta matengenezo kwenye kanisa. Na ndio maana wiki hii ya Pentekoste imekuja. Kwa sababu gani? Kanisa limekuwa dhaifu. Kuna shida ambayo imeingia kwenye kanisa. Tunamhitaji Roho Mtakatifu aweze kushuka kwenye kanisa kwa namna tofauti, aweze kuleta mabadilisho kwenye kanisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunahitaji mabadiliko kwenye kanisa, ili kwamba Roho Mtakatifu au Yesu Kristo ajapo alikute kanisa lililo sahihi. Habakuki anasema hivi, Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka,
katikati ya miaka, tangaza habari zake. Na ndio maana leo imefika mahali hauwezi kuta watu kanisani. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho kimepunguka kwenye kanisa. Ndio. Biblia inasema kumbuka ulipoanguka ukatubu. Kwa sababu gani? Umeacha upendo wako wa kwanza. Kabisa. Ulikuwa ni mtu wa namna gani? Ile neema ya maombi uliokuwa nayo zamani, ulikuwa ni mwombaji mzuri. Ulikuwa na uwezo kuomba masafa marefu. Ulikuwa ni mwombaji kiasi kwamba ukikaa mahali midomo yako inaweza kucheza namna hii. Kwa sababu gani? Ulikuwa ni mwombaji mzuri. Hicho kitu kimepotea, kimeenda wapi? Kuna wakati ulikuwa na uwezo wa kufunga, hausubiri kanisa iseme tufunge. Hausubiri iseme kanisa tufunge. Ulikuwa kila wiki unamtafuta Mungu binafsi. Ulikuwa ni mfungaji mzuri. Ile kiu na shauku imeenda wapi? Maana yake kuna kitu ambacho kimeondoka ndani ya watu. Kuna uamsho ambao umeweza kupotea. Wakati wa zamani ibadani alikuwa hawai mchungaji. Watu walikuwa na wai ibadani mapema. Watu ibada inaanza saa 10, saa 8 watu wako kanisani, unakuta watu wanaomba. Lakini sasa hivi nataka nikuambie, watu kija kanisani, bara nyingine wanasubiria ibada kusifu na kuabudu. Ikiwa imeisha ndio unaanza kuona watu wanaingia kanisani. Maana yake kuna shida ambayo imeingia kwenye kanisa. Ile kiu ya Mungu iliyokuwa nayo imeenda wapi? Kweli. Ulikuwa ni mtu ambaye unaamka usiku wa manane, unafunga, unaomba usiku wa manane. Bara nyingine ulikuwa unaomba hadi karibu kuweza kukucha. Paka watu mtano walikuwa wanakuita mtumishi. Hicho kitu kimeenda wapi? Kimeenda wapi? Ule upendo wa kwanza, mahusiano baina yetu sisi na Roho Mtakatifu. Ile kiu ya kumtumikia Mungu. Ulikuwa na shauku kubwa ndani yako ya kumtumikia Mungu. Leo imefika mahali umekuwa kawaida. Hiyo kiu imeenda wapi? Hiyo kiu imeenda wapi? Ulikuwa ni msomaji mzuri wa neno. Sasa hivi unasoma Biblia Jumapili kwa Jumapili kanisani unapokuja. Ile kiu imeenda wapi? Habakuki anasema ya kwamba Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa kama nini. Fufua kazi yako katikati ya miaka. Na katikati ya miaka tangaza habari zake. Bwana alete uamsho juu yako katika jina la Yesu. Pokea uamsho wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Neema ya uvuvio Bwana juu yako kwa jina la Yesu. Urejesho wa Bwana uje juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Simama juu kwa miguu yako. Rima seke riaman hori prazasha seke. Ripa koko riman rama seke kerian raprazasha. Seke ke riman hori baba. Tinyua mikono yako juu, funika macho yako. Leo ni siku ya kwanza tumeka msingi. Kesho tunaendelea, usije kawaida. Haujui kesho Roho Mtakatifu anataka tuanze na nini. Yamkini kesho tukaanza na mlipuko wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamtafuta mtu mmoja ambaye anasema, Bwana niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari. Nahitaji mapinduzi ndani yangu. Nahitaji nguvu ya tofauti iweze kuinuka ndani yangu. Mtu mmoja ambaye anasema, Bwana nahitaji niwe sababu ya uamsho Kinyerezi. Nahitaji niwe sababu ya uamsho Dar es Salaam. Nahitaji niwe sababu ya uamsho Tanzania. Anamtafuta mtu mmoja, yamkini kutokea Bethany Holy Church. Yesu anaenda kuleta uamsho. Rima sekeria prazasha sakatapa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba rehema. Ninaomba neema. Mahali ambapo mimi kama mwanadamu nimekukosea. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba toba. Iliyobeba matengenezo. Kwa damu ya Yesu. Yesu. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Naomba unisafishe. Kwa damu yako Bwana. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Yesu. Kwenye hii wiki. Nahitaji mlipuko. Utokee ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Yesu. Naomba unitakase. Naomba unisafishe. Ninaomba rehema. Mimi ni mwanadamu. Nina madhaifu mengi. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe.
Yesu. Yesu. Wiki hii. Wiki hii. Ikawa wiki yangu. Ikawa wiki yangu. Ikawa wiki yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. 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 Leta uamsho. Leta uamsho ndani yangu. Ndani yangu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya kusanyiko hili. Leo ni siku ya kwanza ambayo nimesimama mahali hapa Bwana. Kesho tunaendelea. Ninakuomba Roho Mtakatifu ukashuke peke yako mahali hapa kwa neema na utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuketi tafadhali. Ninaomba Mungu akupe neema. Kesho naomba uweze kuwahi mapema sana. Maana yake ni kwamba nitakuwa na neno kwa ufupi, na kuanzia kesho tunatamani tuanze kuona madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa maana hiyo kuanzia kesho ninaomba lete watu wenye shida mbalimbali, lete watu walio wagonjwa. Kuanzia kesho tunataka Roho Mtakatifu aanze kutembea mahali hapa. Amina jamani. Amen. Na nataka nikwambie atatembea, tutamwekea mtu mkono. Watakuja wagonjwa mahali hapa na watatoka wamepona katika jina la Yesu. Watakuja wenye vifungo watatoka mahali hapa wamefunguliwa. Kwa hiyo naomba kesho pata nafasi uweze kuwahi mapema, ufike mahali hapa. Takuwa na muda mdogo sana kusema neno, alafu tuweze kuingia kwenye maombi, tumruhusu Roho Mtakatifu aweze kutuhudumia. Amina jamani. Amen. Katibu, naomba vile vifaa naomba nitafundishia kesho. Roho Mtakatifu ameenda ambapo alitaka niende. Kwa hiyo naomba hifadhi alafu tafundisha kesho. Bwana asifiwe. Amen. Somebody says fire. Fire. Karibu mchungaji tafadhali. Nikumbuke Kwa Yesu. Makofi mengi na vigelegele. Sinipite Yesu. Hallelujah. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wangapi wamebariki?